Habari za asubuhi. Mambo matano ambayo mwanaume hawezi kamwe kufichua, hawezi kamwe kumwambia mke wake. Mambo matano muhimu sana. Mwanaume hawezi kuzungumza ovyo ovyo, hawezi kujifichua kwa mke wake kwa kuonyesha chochote tu, kiasi kwamba anaonekana hana kujiamini. Ndiyo sababu asubuhi ya leo, mpendwa, nitakueleza mambo matano ambayo mwanaume lazima kabisa ajiepushe nayo, kuzungumza sana mbele ya mke wake, ili asije akaonekana wa kuchekesha, akapoteza dhamani au akavunjika moyo. Jambo la kwanza ambalo mwanaume lazima ajiepushe nalo kwa gharama yoyote ni hili: kusema udhaifu wake wote kwa mke wake. Mwanaume hawezi kamwe kumwambia mke wake udhaifu wake. Udhaifu wote ulionao, jinsi ulivyotendewa vibaya, ulivyodhalilishwa na mtu au ulivyotukanwa na mtu. Na usisahau kwamba mwanamke anakumbuka kila kitu kichwani mwake, na wakati fulani akikasirika anaweza kukurudishia hayo hayo. Udhaifu wote uliowahi kupitia maishani, kama umewahi kupitia nyakati ngumu maishani mwako, huwezi kamwe kufichua hayo kwa mke wako. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ni lazima uepuke kufichua udhaifu wako. Udhaifu wote unapoonyesha jinsi ulivyofokewa, ulivyolalamikiwa, unafikiri utapata huruma kwa mke wako, lakini kuwa na uhakika mwanamke ana kumbukumbu kali na anaweza kukumbuka kila kitu kichwani mwake. Hilo ndilo jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo mwanaume anatakiwa kuepuka kulionyesha kwa mke wake ni kwamba mwanaume anatakiwa kuepuka kuonyesha wasiwasi wake wote mbele ya mke wake. Mwanaume anapoongelea kuhusu maisha yake ya zamani, jinsi alivyotendewa vibaya alipokuwa mtoto, alivyotengwa, au kwa kifupi tu maisha yake ya zamani hayakuwa mazuri sana, jinsi alivyovunja moyo katika mapenzi fulani alipoanza, jinsi alivyokuwa hakukubaliwa mahali fulani, au alikuwa katika mazingira magumu, alikulia mbali katika sehemu isiyokuwa na amani na haikuwa nzuri kwake. Unapomweleza mkeo kuhusu maisha yako ya zamani, unafikiri kwamba huyo mwanamke atakupa furaha? Unakosea, mpendwa wangu, kwa sababu furaha ni kitu cha mtu binafsi. Epuka kumwambia mkeo mambo hayo. Epuka kuonyesha kutokujiamini kwako, jinsi ulivyotendewa vibaya zamani huko nyuma. Jambo la tatu ambalo mwanaume anatakiwa kuepuka kwa gharama yoyote ni kuwasilisha miradi yake yote kwa mke wake. Kwa hiyo tunapaswa kuepuka kumwambia mke wetu kila kitu. Kama una mradi wa kufanya, ibaki kwako. Unaweza kumletea mkeo tu matokeo, kwa sababu kuna wanawake wengine wanaweza kukatishwa tamaa. Huo ndio ushauri hata kwa marafiki. Una mradi mkubwa utakaogharimu mabilioni, ukimwambia mkeo atasema hapana, si rahisi. Namna atakavyokuangalia, unaweza kuvunjika moyo, na wakati huo mradi wako hautawahi kutekelezwa. Kwa hiyo tatu, epuka kumpa mkeo kila kitu kama mradi. Unataka kujenga nyumba, mwambie. Unataka kununua gari, unamwambia mkeo. Kuwa makini, kwa sababu wakati fulani huyo mwanamke atakukatisha tamaa. Usifanye hivyo. Ukimwambia atasema hapana, pesa nyingi, hatuwezi kufanya hivyo, unavunjika moyo. Kwa hiyo ni lazima ulete mradi umekamilika kwa mkeo. Ukifanya hivyo utafanikiwa maishani. Una miradi mikubwa, usisemee, na hasa ile ya muda mrefu. Ukisema, mpendwa wangu, utajuta mwenyewe. Jambo la nne ambalo mwanaume hapaswi kamwe kumwambia mke wake ni kufichua mambo ya familia yake. Familia yake inamaanisha nini? Mahali alipotoka, kwamba eti mama yangu hivi, baba yangu vile, ndugu zangu hivi, ndugu zangu vile. Kwa hiyo unaiuza familia yako kwa mkeo. Mkeo hatawaheshimu ndugu zako na utakuwa na huzuni sana. Unasema hapana, ameja kunitafuta pesa, ameja kuniomba chakula. Humdhamini mama yako, huwajali wazazi wako, unawaza kuhusu ndugu zako na unafikiri mkeo atakuheshimu. Hapana, atakudhihaki wakati fulani. Hata atasema kwamba mmemfanyia mume wangu vibaya. Hili lazima liepukwe. Jambo la nne ni muhimu. Ya tano nitahifadhi kwa wiki ijayo. Mbarikiwe na tuonane baadaye.